Hello everyone, this is Kiswa Koja katika Kiswa cha Sheria. Katika kuendeleza suala hili la matrimonial property, ndio ningependa kumjibu ndugu yangu ambaye kwamba amesema yeye comment pale katika Facebook kidogo ni changamoto, lakini amependa hizi video na ameona niulize kupitia kwa WhatsApp message, na ametaka sana kufahamu kwa nini wanawake wengi wanaassume siku zote kwamba mume ndo atakufa ili aweze kurithi mali. Na pia ameuliza je, kuna uwezekano mimi kuweza kubenefit kutoka kwa mali ambayo mke wangu fanya saving kivyake kisirisiri bila mimi kujua, yani amefanya investment kivyake. Na pia amemalizia akasema na nitafaidika vipi na assets ambazo kwamba mke wangu yeye amemweka ndugu yake kama next of kin. Je, kuna uwezekano mimi kuweza kubenefit? Kwa hiyo katika muktadha wa haya hizi changamoto ama swali ambayo ndugu yangu huyo ameweza kuuliza, mwanzo nafikiri ni muhimu sana tujue what is matrimonial property. Najua tumeshinda tukisema na tumepata watu wakiuliza maswali kwa sababu hawajui kwa nini tunaongea matrimonial property. Ni mali kiwemo shamba, assets, matrimonial home ama goods ambazo zimepatikana wakati wa ndoa. Mali hizi zimepatikana during the pendency of marriage. Na sheria ya Matrimonial Property Act imesema kwamba spouses wana own hizi mali according to their contribution. Na sheria hiyo pia ikiendelea ikasema kwamba our spouses wanaweza kuandika mkataba kwamba kila mtu own mali separate kama ambavyo kwamba tumeweza kuzungumzia. Na kikubwa zaidi, sheria imedefine what is a contribution. Na tulielezea kwamba contribution sio lazima iwe monetary contribution. Ukiangalia the definition of contribution, imeelezwa kwamba hata the taking care of household daily chores, yale majukumu ya kawaida ambayo either spouse, either we ni kibenteni ama we ni bibi uliolewa unafanya the daily chores, hiyo tayari ni contribution. The love, the companionship, the minimum of financial contribution ambayo kwamba utakuwa unafanya, hizi zote zinakuwa considered kama contribution. So spouses wako na options, whether wanaweza fanya separate ownership ama wanaweza enda na hii ya kwamba kila mtu approve contribution. And it is very easy to prove contribution in terms of non-monetary contribution, but you can also easily prove financial contribution. Kwa hiyo haya mazungumzo matrimonial property, we are not talking about succession ndugu zangu. Hatuongee kuhusu urithi wa Kiislamu ama usoko wa Kiislamu kwamba tunaambia wengine watoe haya ama sitoe. Wakati ni ndoa, hatuongee mtu ambaye kwamba amefariki. Wanandoa wamefika sehemu kwamba haiwezi tena, lakini wameketi pamoja, walikuwa na biashara zao, walikuwa na property zao, and they want to divide that property. Na that division is guided na hii sheria ya Matrimonial Property Act. Na tulielezea mwanzoni kwamba kama title deed iko kwa jina la spouse mmoja, there is rebuttable presumption kwamba hiyo shamba it is jointly owned kwa watu wote. Kwa hiyo kama ya mtu mmoja peke yake, anafaa aonyeshe ushahidi kwamba hii shamba nilinunua mimi kivyangu. Mke wangu ama bwanangu hakushughulika kabisa. Ndio tunakuja katika issue yako ndugu yangu kwamba mkeo amefanya investment kivyake yeye mwenyewe. Ukumbuke yeye hajakufa. Kwa hiyo usiongee masuala ya urithi, ni katika hali ya kugawanya. Hii ni property. Je, wakati mnaoana mlikuwa na huu mkataba? Na kama iko kwa jina lake, basi wewe ulicontribute kivipi, either financial or non-financial? Hiyo itakusaidia ili uweze kwenda mahakamani wewe kuclaim. Issue ya kwamba mke wako ameweka ndugu yake kama next of kin. Unajua, for example, we are talking about circles. Mtu amemweka next of kin
ndugu yake. Unajua SACCOS nao wana sheria zao ambao zinawaongoza. Mtu ambaye kwamba amewekwa kama next of kin, je, what rights ambazo ako nazo? Je, automatically atakuwa na benefit kwenye ile mali ama itaenda kwenye succession? Ukumbuke nyinyi ni watu ambao kwamba bado hamjakufa, nyote mko hai. Kwa hiyo anaweza kufanya vile anavyofanya, na kama pengine amekufa, basi regulations za SACCO zitakuwa applied, ambao kwamba wataangalia the next of kin ni nani ama wataangalia mrithi ni nani. Kwa hiyo wewe kama bwana, this appears to be a very serious discussion, kwa sababu sasa ni kama watu wanacheza chini ya maji. Niko na very serious case ambao kwamba mke alitaka hivi na pewe talaka. Kwa nini bwana hajamwandika mke wake kwenye title deed? So andikeni wake zenu kwenye title deed, na kama hamjawaandika, but let it be clear kwamba this is a matrimonial property, so that wao pia wajue kusiwe na hizi fracas ama hizi cases. Kwa ndugu yangu, katika issue yako nafikiri nimeweza kurespond to most of them, have this discussion. Lakini kama mwenyewe ameamua acheze chini ya maji, basi hapo itakuwa ni tricky kwako, maana kuna other rules ambazo kwamba zita apply na zitaweza kukufanya wewe usinirate. Na swali lako la kwanza kwamba kwa nini wanaume wanadhaniwa kwamba watakufa kwanza, wewe, hili ni swali ambalo it should be your contemplation. Wanaume tunakufa sana mapema kweli, kwa sababu tunapitia mambo mengi sana. Shukran sana, tuendelee kutegea.